ambacho nature yake unaona kama udongo huo ni udongo wa asili ambao unatokana na ndidi ambayo inatoka katika mikoa ya Dodoma. Sasa maji yanapokuja huku yanakuja na mbolea ya asili. Sasa uasili wake unasababisha kupanda zao kama la mpunga, ukipanda usitumie mbolea kabisa, lakini na maji haya unyevu huu unakwenda mwaka mzima. Hitaji pia hata kupitisha trekta kwa sababu asili yake majani yakishaloana na kufa yenyewe. Kwa hiyo tunasema unachapa, maana unamwaga mpunga, ule mpunga wenyewe unaingia ndani ya ndidi, unaota wenyewe. Kwa hiyo ukiota wenyewe, kabla hujaota unapiga na dawa. Kwa hiyo ukitoka unatoka mpunga tupu. Kwa hiyo cha msingi cha kufanya ni kuimarisha mifereji ya kingo za pembeni ya shamba, uzungushie matuta. Sasa kwa mfano kipando hiki ambacho tupo robo moja, ambacho unaona mpunga huo, kipande cha robo moja, mpunga ambao sasa asili yake ni ndidi. Ndio. Sasa kwa mfano kipande cha robo moja, ndio, nimevuna gunia 15 robo moja, ambapo nimetumia gharama ya shilingi 75,000. 75 manake nimenunua mbegu kutoka shamba la hasa la Msimba, mbegu ambayo imethibitishwa kwa ajili ya kupandwa. Ndio. Ambacho kile pakiti 5 nauza shilingi 15,000. Kwa hiyo nimenunua pakiti 3. Yes. Zile pakiti 3 lakini nimenunua na dawa ya kupiga kuua magugu. Inaua majani yote, na kinachotoka baada ya hapo, kwa sababu tunakuwa tunaingiza maji, unapotoka ni mpunga tupu. Sasa kwa nature hiyo unaweza kalima hata eka 100 pasipo kutumia gharama kubwa, pasipo kutumia mbolea ya aina yoyote. Kwa hiyo asili yake ni hii, kwamba ni mpunga ambao ni bora zaidi, lakini pia ambao ni imara kwa sababu hauna sumu, kwamba itilisi chakula cha malangali ambacho kila kinakosa sumu zile ambazo tunazipata katika chemicals zinakuwa hazipo. Kwa hiyo kiuhalisia ni eneo zuri na eneo mwafaka kama watu watakaribishwa na kuja kuwekeza. Kwa hiyo linafaa sana kwa ajili ya uwekezaji. Lakini nature yetu kama tulivyosema mwanzo kwamba kijiji cha Malangali hatuhitaji kuwa na msimu wa kulima. Tunaweza tukalima mwaka mzima, lakini kwa sababu tumekuwa na asili ya kuacha maeneo, tunalima kwa season, lakini lengo letu kubwa ni kujaribu kulima kwa mwaka mzima, kutengeneza hizi block, kuwa na block farming, kutengeneza mifumo mizuri ya maji. Ndio. Kiongozi kwa kijiji cha Malangali, kitu ambacho kinatakiwa kwa sasa hivi ni wananchi au kijiji kinabadilisha mifumo, kwamba kubadilisha kilimo kuwa, baada ya kuwa kilimo cha kutegemea chakula, lakini tubadilishe kilimo kuwa kilimo biashara. Kilimo biashara, tunasema kilimo biashara. Kilimo biashara, zao la mpunga lilikuwa ni zaidi ya chakula, kwamba ambalo linaweza likafanya huu mpunga tukatumia kama chakula, lakini pia tukatumia kama biashara ili kuweza kutatua matatizo na changamoto ambazo zinakumba wananchi ambao wapo katika maeneo haya. Kwa namna hiyo tunawakaribisha wawekezaji wa aina zote kutoka duniani kote yatembelea mashamba menyewe tu yaone kwamba yako vipi, ili kusudi siku za mbeleni hapo tupate namna ya kuchukua maeneo ya kutosha, tuweze kuanzisha namna ya kuyaboresha zaidi, ili kusudi tusije tukawa tunapata changamoto zaidi na zaidi ya kufanyaje, ya kulima. Nayo umeshuhudia robo moja imetoa gunia 15. Maana eka moja ni gunia 60. Ni rekodi ambayo haipo sehemu nyingine yote katika dunia. Nafikiri ni rekodi ya Malangali pekee. Ndugu kiongozi, mimi nimesafiri kutoka maeneo ya Shinyanga, Kahama. Nimetoka kule, nimekuja Morogoro kuyaangalia mazingira, ili kusudi nikiyapenda nifanyeje, niweze kujiwekeza zaidi kwenye swala zima la kilimo. Na kweli nimefika, nimeyapenda. Ardhi ni nzuri, najitosheleza, ina rutuba, uhakika wa maji upo. Kwa hapa kinachohitajika ni upatikanaji tu wa wakulima wa kutosha, ambao watakuja watengeneze mashamba, walime vizuri, na mwisho wa siku kipato kipatikane cha kutosha. Kwamba kijiji cha Malangali kina takriban eka 10,500, kwamba tuna eneo kubwa sana la kilimo. Eneo ambalo liko vizuri kwa ajili ya kilimo ni kama eka 7,200, kwamba tuna eneo kubwa, lakini pia kama ulivyokuja, kama unavyoona maeneo mengi bado hayajalimwa na uwekezaji bado umekuwa ni mdogo, wa chini sana. Lakini pia tunahitaji hususan wataalamu ambapo wanaweza kaja wakashauri, lakini pia wakashiriki moja kwa moja kwenye kilimo. Kwa hiyo cha msingi kama mgeni wetu kutoka Shinyanga alivyoona, lakini kwa hiyo kuna ardhi ya kutosha, lakini tunahitaji wawekezaji ambao watakuja na mbinu mpya kuweza kuwasaidia na kijiji cha Malangali, kusudi nao wenyewe wanaweza wakajifunza kupitia kwa wawekezaji hawa ambao
kwa namna moja au nyingine, wengine ni wataalamu. Kwa hiyo utakuja kujifunza uzoefu mbalimbali, kama ilivyokuwa vile Misri. Tumeona Misri eneo dogo, uwekezaji ulikuwa mkubwa, lakini pia Misri ya Kilosa ni kijiji cha Malangali. Kijiji cha Malangali ni Misri ya Kilosa ambayo inajitosheleza. Na kweli ni Misri ya Kilosa. Huu ni mwezi wa 6 ambapo wakulima karibu 90% wanaanza kutoa mazao yao, kwamba na mchakato unaanza mwishoni mwa mwezi huu wa 6, kwa maana mwezi wa 7 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 tunaanza kutoa matangazo. Lakini pia hili nalo ni tangazo rasmi, kwa sababu anataka shamba ni lazima aombe. Kwa mkulima wa ndani huwa tunamkodisha kwa shilingi 10,000 na kwa mkulima wa nje anakodisha shilingi 40,000. Lakini tumeshuhudia juzi kati, tumeona watu wengine kutoka Zanzibar na maeneo mengine wamekuja kuomba mashamba haya kwa ajili ya kuzalisha hata mbegu za hata majani kwa ajili ya kulishia mifugo, kwamba kama unavyoona ukizunguka katika maeneo mengi ya Kilosa utakuta kwamba mifugo inachungwa. Lakini tumeona kwamba watu ambao tunaweza tukajifunza na wafugaji wakajifunza kwamba ni kijiji pia kinaweza kikazalisha majani ambayo yakatengenezwa maalum kwa ajili ya mifugo. Kwa hiyo uwekezaji wa kijiji cha Malangali si mpunga tu, lakini kwa mazao yote, hata majani ya kulishia ng'ombe. Kwa hiyo nafikiri pia itakuwa ni changamoto kwa wananchi wa kijiji cha Malangali, lakini pia na Kilosa kwa ujumla, kwamba tutakapoona wataalamu wanakwenda kutengeneza kulima majani na kutengeneza keki za ng'ombe kwa ajili ya kulishia sasa ng'ombe zetu, wasio wanakwenda kwa ajili ya kuswagwa. Lakini pia haya maeneo kama tulivyoona ni mengi yako tupu, pia yaweze kulimwa ndani ya mwaka mzima, sio ndani ya miezi 6. Hapana, tunasema kwamba ile likizo ya mkulima sasa, basi likizo ya mkulima atachukua ndani ya siku 30 kwa mwaka apumzike, lakini tunataka mwaka mzima huyu mkulima aendelee, hawe endelevu tu na kilimo endelevu katika kijiji cha Malangali kwa kutumia fursa ya mto Mkondoa ambao Mungu ametupatia zawadi hii yeye mwenyewe.